Haleluya hosana, haleluya hosana, haleluya hosana. Thank you Jehova. Na huwa naanza na asante. Kwa sababu asante neno dogo lakini linabeba uwezo mkubwa wa kushifti ufahamu wangu au kushifti focus yangu kutoka kwenye negativity kuja kwenye positivity. Naposema asante, asante inabeba hizo vibration za kuweza kushifti focus yangu, kuondoa ufahamu wangu kutoka kwenye mambo ambayo hayako sawa kwenye maisha yangu na kukumbuka kuna yaliyoko sawa. Napokumbuka kuna yaliyoko sawa, shukrani inakuwa imefanya kazi yake. Kwa hiyo asante Mungu, kuna yaliyoko sawa. Leo nina somo, hili ni somo ambalo nimelipata mimi, yani nimejifunza na nilichojifunza huwa nakishare. Nimejifunza kwamba wema ni kile ambacho kinakuwa na faida kwa wote. Kama unavyoona jua likiwaka asubuhi, linawakia wote, halichagui nani wala nani, linawaka kwa wote. Huo ni wema. Ndio maana unaambiwa Mungu ni mwema kila wakati. Ikinyesha mvua, inanyesha kwa wote, haichagui ni mchawi, ni mzinzi, huyu anaenda kanisani, huyu haendi, huyu anaenda msikitini, huyu haendi. Inanyesha kwa wote. Kwa hiyo wema ni kile ambacho kina faida kwa wote. Hichi ambacho nimejifunza kina faida kwangu na nimeona ni vyema nikikishare kitakuwa na faida na kwa mwingine. Kikiwa na faida kwa wote, huo ni wema. Na jambo ambalo nataka kulizungumzia au somo nililonalo leo ni somo kuhusiana na money, ni swala kuhusiana na pesa. Na nimeona ni interested. Kwa sababu gani? Sisi tuna changamoto tatu tu. Yani hichi unachoona kizazi cha mwisho au kizazi cha 2000 au haya maisha ambayo tuko tunayaishi kwenye hii timeline, kwenye hii 3D, tuna changamoto tatu wanadamu. Changamoto ya kwanza ni imani, changamoto ya pili ni mahusiano, na changamoto ya tatu ni uchumi. Yani ukimkuta mtu yuko vizuri kiuchumi, mahusiano yana tatizo. Ukimkuta mtu mahusiano yake yako sawa, pengine imani yake ni tatizo. Ukimkuta mtu imani yake iko sawa, mahusiano ni tatizo, au mahusiano ni sawa lakini uchumi ni tatizo. Kwa hiyo hizi ni changamoto tatu zisizokuepeka. Kwa hiyo nimeona ni vyema nikizungumza kuhusu money, na kuna ambayo nimejifunza kuhusu pesa kupitia experience yangu, kupitia kufahamu kwangu katika kufahamu kwangu mambo kiroho, na kupitia research ambayo nimeifanya. Maana mimi ni mtu ambaye na seek truth, ni mtu ambaye natafuta ukweli. Muda mwingi najikuta nikichambua vitu, nikipekua kuhusu vitu. Ni kama mtu ambaye naishi kama PI. PI ni private investigator. Yeah. Bila kupoteza muda, kwanza kabisa pesa ni nini? Au what is money? Money ni nini? Pesa ni nini? Pesa kwanza kabisa ni chombo kilichowekwa na serikali na kikakubaliwa na jamii kutumika kama thamani, yani kutumika kama kiwakilishi cha thamani. Kabla ya serikali kulikuwa hakuna pesa. Kifufua watu waliokufa miaka 8,000 iliyopita, miaka tuseme miongo 10 iliyopita, maana hii dunia ipo billions of years. Ukisema ufufue watu waliokufa miaka ya kabla hujaanza kuhesabiwa miaka, maana sisi hatupo mwaka 2000. Ni pale ambapo walianza kuhesabu mpaka tulipofikia hapa ndo tumefika 2000. Lakini kabla ya kuanza kuhesabiwa, dunia ilikuwa hairani kwa pesa. Lakini serikali ilipoanza kurun dunia, ndipo pesa ilipopewa thamani, na ilipopewa thamani jamii ikaikubali. Ndio maana unaona ukipita hata kwenye social unasikia tutafuteni, yani ni jamii imekubali kwamba man, we need to find this shit ili tuwe na thamani. Kwa hiyo ni chombo kilichowekwa na serikali kabisa, cha kwanza kabisa. Ndio maana ukisoma hela yoyote ambayo unaitumia, kama ni mimi ni Mtanzania, pesa yangu
nikichukua noti ya pesa ambayo naitumia, unasema maskini na anaishi chini ya $1, na $1 inaanzia kwenye 2,000 kupanda. Kwa hiyo anaishi chini ya 2,000 ndiye maskini. Kwa hiyo ili utoke kwanza kwenye umaskini inabidi uwe na shilingi 2,000. Na shilingi 2,000 ni noti. Ukishika noti ya shilingi 2,000, mbele imeandikwa Benki Kuu ya Tanzania. Iko hivyo. Kwa hiyo na Tanzania ni serikali, kwa hiyo imewekwa na serikali, na Benki Kuu ya Tanzania ndio kwanza wanao imiliki pesa tuseme. Cha pili, imeandikwa fedha halali kwa malipo ya shilingi 1000 kadhaa tuseme. Kwa hiyo imepewa uhalalisho kwa jamii, ikatumike na jamii imekubali, imehalalisha kwamba hiki ndicho chenye thamani. Hiyo ni katika macho ya damu na nyama. Kiroho, pesa inaonekanaje? Pesa ni nini? Spiritual money is energy. Yani kiroho, pesa ni energy. Energy, kuna law of energy. Energy ni, wanasema energy never dies. Energy inabadilika. Yani pesa ni nishati inayobadilika, kwa sababu energy haifi, energy inabadilika. Kwa nini nasema pesa ni energy inayobadilika? Kiroho, pesa si karatasi tu yenye thamani. Ni matokeo ya nishati iliyobadilika. Inaweza ikawa ni nguvu, inaweza ikawa ni kazi, inaweza ikawa ni akili. Unapofanya kazi pale ni umeweka energy, ni unafanya kazi. Kwa unapofanya kazi, baada ya kazi ni malipo. Yale malipo ni matokeo ya energy uliyoiwekeza pale, imebadilika, ikawa karatasi, ikawa silver, ikawa chochote ambacho umelipo. Kwa hiyo pesa ni energy, ni mabadiliko ya energy. Iko hivyo. Kwa hiyo unapowekeza kazi, unapoweka muda wako, unapoweka akili yako ikageuka kuwa pesa, hapo ni matokeo ya energy kubadilika. Maana energy ni kitu kisichoonekana kwa macho ya damu na nyama, kubadilika kuja kwenye material kinachoonekana kwa macho ya damu na nyama. Kwa mfano umefanya kazi ukapewa shilingi 5,000, ile ni energy uliyokuwa umeiweka kwenye kazi, muda ulioweka kwenye kazi na akili ulioweka kwenye kazi yako imebadilika, imekuwa karatasi ya shilingi 5,000. Ni energy imebadilika, imetransmutiwa kuwa material. Kwa hiyo kiroho, pesa ni energy. Yani ndio maana wanasema Freemason na Illuminati wana fedha, wana matajiri na mabilionea. Kilichopo si kwamba wanafanya chochote kile. Kilichopo ni wale wanaelewa kwamba law of money zilivyo. Kwa hiyo watu wanaotembea kiroho, ndio maana hata watu wengine wanaenda kumwaga damu, maana wanaenda kubadilisha. Si mshauri yote hapa kwenda kumwaga damu. Unapomwaga damu unatengeneza deni la kiroho pia. Maana everything is a energy, na unatengeneza deni lingine kiroho. Tutazungumzia siku nyingine kuhusiana na masuala hayo. Kwa hiyo kiroho, pesa ni energy, inategemeana wewe umekaa vipi. Kuna namna ukiwa kiroho, pesa inakutafuta, itakufuata ulipo. Kuna namna ukiwa kiroho, pesa itakufanya uwe mtumwa, utaitafuta kadri unavyoweza. Iko hivyo. Kwa sababu pesa pia iko kiroho. Ukishika noti, ile ni jambo ambalo wanawaambia, ukishika noti. Kwa mfano sasa hivi dunia iko chini ya dola. Ukishika noti, ile noti ina symbols ambazo ziko kiroho. Kwanza kabisa ina sura ya rais ambaye hayuko kwenye ulimwengu wa mwili, ni ancestor, yani ni roho ambayo imeacha mwili, iko kiroho. Ukishika hata noti ya shilingi 1,000 ya Kitanzania ina sura ya hayati, wanasema ni hayati baba wa taifa. Yule ni ancestor, yani ni roho ya mababu, ni roho ya mababa iliyotangulia. Si roho ya mtu ambaye yuko, si sura ya mtu ambaye yuko kwenye ulimwengu wa mwili. Kwa hiyo ni kitu ambacho iko kiroho. Ukishika noti ina pyramid. Pyramid ni kitu ambacho kiko spiritual, maana pyramid ni zina meaning spiritual. Zina maana zaidi ya inavyoonekana kwa macho ya damu na nyama. Kwa hiyo pesa ni iko kiroho. Ukielewa pesa, pesa inakufuata, unakuwa bwana wa pesa.
Usipoielewa pesa, pesa inakufanya mtumwa. Unakuwa mtumwa wa pesa kwa sababu pesa ni kitu kiko kiroho. Na katika ulimwengu wa roho, katika jicho la tatu, pesa si kitu kiovu au kitu chema. Inategemeana na mtumiaji, inategemeana na ambaye yuko na hiyo pesa. Yaani pesa yenyewe kama yenyewe, nimesema noti ya 2000 ndio noti inayomwakilisha mtu anaishi chini, anaishi juu ya dola moja, yani tayari anaishi kwenye dola moja. Maana dola moja inaanzia 2300 kuendelea, na huwa inashuka sometime, lakini haiwezi kushuka chini ya 2000. Kwa hiyo ukiwa na noti ya shilingi 2000, ile noti ya 2000 ikiwa hapo mbele yako, yenyewe kama yenyewe sio mbaya wala sio nzuri, lakini inapofika kwenye mikono yako, inategemeana na wewe ulivyo. Unaitumia vipi? Unaenda kununulia kipi? Unaenda kufanyia kipi? Ukiwa nazo nyingi unazitumia kwa intention ipi? Hicho ndo kinachoamua kwamba iwe ovu au iwe njema. Siku yenyewe kama yenyewe, pesa kama pesa, mane kama mane, sio njema, sio mbaya. Yani hela sio mbaya, sio nzuri. Ni chombo. Iko hivyo, iko kama kisu. Unaweza kukitumia kumchinja mtu, au unaweza kuitumia kutengeneza mboga zikatoka ukala ukamuisha mtu, ukamfanya mtu aishi. Unaweza kuitumia kwa namna ya kula, unaweza kuitumia kwa namna ya kutibu, na unaweza kuitumia kwa namna ya kuumiza wengine, kunyanyasa wengine hivyo. Lakini yenyewe kama yenyewe ni chombo, haina wema, haina ubaya. Kwa hiyo ili pia utoke kwenye umaskini au utoke kwenye kuikosa pesa, maana pesa pia imekaa kiroho, inategemeana hisia zako zimekaaje kuihusu. Ukiangalia kama kitu kibaya, haitofanyaga urafiki na wewe, maana unaitazama kama kitu kibaya. Money is energy. Kwa hiyo itakuwa ikija inakuja na kuondoka, inakuja na kuondoka. Au ikija inaweza ikaja nyingi, lakini ukae nayo kwa sababu una urafiki nayo, wewe kwako ni kitu kibaya. Na kuna namna pia ukikaa, maana pia iko spiritual na iko kwenye hii dunia, na Mungu wa hii dunia kwenye maandiko tunaambiwa ni shetani. Kwa hiyo ukikaa vibaya, yule Mungu wa hii dunia amepata mtumwa kupitia pesa, hata kumaliza. Iko hivyo, inategemeana umekaaje spiritually. Maana money is a spiritual thing, yani ni kitu ambacho kiko kiroho pia. Money ina levels, pesa ina viwango, hata uchumi una viwango. Mimi natembea nikiamini everything has levels and differences, yani kila kitu kwenye ulimwengu kina viwango na kina tofauti. Yani kila mmoja kuna namna anavyo iona pesa, yani kuna utofauti alionao katika pesa, katika kuitazama pesa. Lakini pia kila mmoja kuna kiwango fulani yuko katika pesa, na pesa ina viwango kama 5 vikuu kwa jinsi ambavyo nimejifunza. Sijui kama ina viwango zaidi ya hapo, maana nayo yasema mimi sio kwamba ndo sheria, na naongea kile ambacho nakifahamu, kile ambacho nimejifunza, kile ambacho nimeexperience. Kwa hiyo pesa kwangu mimi, kwa jinsi ambavyo nimefunuliwa, ufahamu wangu ulipofikia, nafahamu kwamba ina ngazi 5. Na kwa kuzifahamu hizi ngazi 5, inaweza ikawa na msaada. Inaweza ikawa na msaada kwa sababu kwenye haya maisha, ili ushinde changamoto fulani, kuna muda si mpaka uwe na chochote kile. Ni kwa kufahamu, ni kwa kuona hiyo changamoto, ni kwa kuifahamu hiyo changamoto. Namna pekee ya kusurvive vitu vingi, kusurvive msongo wa mawazo, ni kwa kuelewa huo msongo wa mawazo ni nini. Namna pekee ya kusurvive kwenye vita iliyopo kiuchumi kwenye haya maisha tunayoyaishi, ni kuelewa fedha ni nini, ni kuelewa fedha inazungukaje. Kwa hiyo kwa kufahamu hizi levels 5, itakusaidia pengine kwa kutoka ngazi moja kwenda ngazi nyingine, au kuelewa hata kwa nini huko unatafuta pesa. Na ukishaelewa ni umemaster, na ukimaster inakuwa sio kitu ambacho kinakusumbua tena.
Level ya kwanza, nimesema ziko level 5. Nitaelezea kuanzia level ya chini ambayo ni level ya kwanza kwenda level ya pili ambayo ni level ya juu yake mpaka level ya 5 ambayo ndio level ya kumaster kabisa pesa. Level ya kwanza ni level ya kumake money, ni making money, ni kupata pesa sasa. Yaani level ya kwanza ili uwe na pesa ni kumake money, na hapa ni kwa maana money ni energy. Unabadilisha energy kuja kuwa kwenye material, unabadilisha energy kuwa kwenye kitu ambacho kinashikika. Kwa hiyo hapa unaweza ukafanya kazi, unaweza ukaweka muda wako kwenye kufanya biashara au kwenye kufanya kitu fulani ambacho kitakupatia hiyo pesa, yani kuipata hiyo pesa, kumake hiyo money. Kwa hiyo hapa ni level ya kwanza kabisa, kutafuta kama hivyo, kuweka akili, kubuni labda njia ambazo zitakutengenezea hiyo pesa, kuanzisha vyanzo ambavyo vitakutengenezea hiyo pesa. Hapa ni kupata hiyo pesa, ndipo level ya kwanza. Na asilimia kubwa ya watu tunaishi kwenye hii level ya kwanza. Naweza kusema tunaishi kwa sababu nimewahi kuishi kwenye hiyo level ya kwanza, au pengine bado niko kwenye hiyo level ya kwanza. Maana kuyafahamu haya si kwamba ndo nimekuwa na pesa nyingi. Hapa nilipo pia siko nikifundisha namna ya kuwa na pesa nyingi. Niko nikishare awareness, niko nikibring awareness, niko nikimfungua mwingine macho yake, fahamu zake kuhusu pesa. Siko nikifundisha namna ya kuwa na pesa nyingi, hapana. Kwa hiyo hii ni level ya kwanza na ndio asilimia kubwa. Naweza kusema kama asilimia 80% ya watu wanaishi kwenye hii level. Wanaishi kwenye level ya kupata, yani kumake money, kutengeneza pesa na kupata pesa kwanza. Na mtu anaishi kwenye hii level akipata pesa, hiyo pesa inachukuliwa hapo hapo na matumizi na mifumuko ya bei na maisha yenyewe ambayo anayaishi yanaichukua ile pesa. Kwa hiyo ni mtu ambaye anaishi kwa kupata pesa na inaondoka, anapata na inaondoka. Huyu ni mtu anaishi level ya kwanza, na hapa ndipo tunapoishi wengi tuseme. Na ndipo ambapo watu wengi wako wakihuzunika, wakiumia kuhusu pesa. Wanasema maisha ni magumu, pesa ni ngumu, kwa sababu bado wako kwenye level ya make money, wako kwenye level ya kutengeneza pesa na kupata pesa, na inaondolewa pale pale na matumizi ya kila siku na bills na kila kitu. Level ya pili ni kukeep money. Hii ni level, hapa ni umetoka kwenye kupata pesa, umetoka kwenye kutengeneza pesa, umetoka kwenye kufanyia kazi, kuweka muda wako, kuweka akili yako, umepata sasa pesa, unaanza kuwa na akiba ya pesa. Pesa inakuwa mikononi mwako. Iko hivyo. Na pesa inapokuwa mikononi mwako, si kwamba ni umekuwa tajiri. Hii ni kuondoa kwenye shida ndogo ndogo, inakuondoa kwenye kutokuwa mfuko empty kabisa, lakini haikufanyi kuwa tajiri, haikufanyi sasa hapo umetajirika. Iko hivyo. Hiyo ni level ya pili. Hapa ni unakuwa na akiba, na inaweza ikawa akiba ambayo inaweza ikawa inaongezeka, akiba ambayo inaweza ikawa akiba ambayo labda tuseme una kitu fulani umekinunua, umekiweka kama akiba. Unaweza kuwa umeibadilisha hiyo fedha yako kutoka kwenye karatasi kuwa kwenye thamani fulani. Unaweza kuwa umeibadilisha fedha yako kwa kuiweka kwenye kitu fulani. Hapo ni unaanza kuhifadhi fedha, yani fedha inakuwa kwenye mzunguko wako. Si kwamba umekuwa tajiri sasa. Na pesa inapokuwa kwenye mzunguko wako, hii ndio inakutengenezea kupanda level ya 3. Maana ukiishi tu kwenye hii level pia bado hujawa tajiri, bado hujaimaster pesa. Ni pesa tu iko kwenye mzunguko wako, na mzunguko unaweza ukakuondokea muda wowote. Iko hivyo. Kwa hiyo unapokuwa kwenye mzunguko wako, pesa inapokuwa mikononi mwako, hii inakupandisha kwenye level ya 3, level ya growing money, grow with it. Level ya kuikuza ile pesa ambayo uko nayo, iko kwenye mzunguko wako, na ndio iko kwenye kubadilisha pesa ulionayo pengine kuja kwenye hazina inayoongezeka. Unaweza kubadilisha kuwa kiwanja, unaweza ukaichukua hela yako ukaiweka kwenye hisa, unaweza ukaichukua hela yako ukaiweka kwenye uwekezaji fulani. Hapo ni ku grow that money you have. Yani umetoka kwenye level ya kwanza kabisa ya kupata pesa, ukaja kwenye level ya pili kwenye kuhifadhi pesa. Unapohifadhi pesa inakupandisha kwenye level ya 3. Hiyo level ya 3 ndio kuanza kuikuza ile pesa ambayo ulionayo. Kwa mfano una shilingi 50,000 kama akiba, unachukua ile 50,000 unaiweka kwenye biashara fulani, ile biashara inaanza kuikuza ile pesa. Hapo ni umepanda level ya 3.
inayo ikufanye uwe tajiri, ile inakufanya uwe kwenye position ambayo ndio kama hivyo, ni unabadilisha akili yako kuwa pesa. Yani unabadilisha energy kuwa pesa, unabadilisha ufahamu wako kuwa pesa kama hivyo. Maana mimi naamini kuna level ambayo unakuepo na nguvu, na kuna level ambayo nguvu zinaishi na bakia akili, level za uzeeni. Na watu wengi ambao wako kwenye umri mkubwa naamini wanatakiwa kuishi kwenye hii level ya 3. Yani una nguvu tena ya kuenda kutafuta pesa kwa nguvu, lakini una akili na una akiba. Kwa hiyo unaweza ukaikuza ile akiba yako ulionayo kwa kutumia akili yako, kwa kubuni biashara fulani, kwa kuwekeza kwenye vitu fulani, ili pesa yako au hela yako ambayo unayo ikue, grow. Na ukiishi kwenye kugrow money lakini bado hujaelewa money ni nini, wewe bado hujawa mshindi, bado hujamaster pesa. Ili ufike kwenye kumaster pesa inabidi upande level ya 4, kiwango cha 4. Na kiwango cha 4 kinatengenezwa na kiwango cha 3 pale unapo sasa umesha kuwa na miradi yako, una investment zako, au mtu mwenye investment zake. Unapanda kiwango cha 4 kuelewa mifumo ya fedha, laws of money, pesa ilivyo kiroho. Unaanza kuelewa law of money kwamba unapotoa, ndio maana unaona watu wenye pesa wanaendelea kuwa na pesa. Kwa sababu gani? Wanaelewa anapotoa pesa, pesa inarudi. Yani unapotoa pesa kwa intention fulani, unapotoa pesa kwa moyo uliokunjuka, bila kunungunika, bila nini, ile pesa inaenda na inatengeneza njia za kukurudia wewe zaidi yake. Inaweza kukurudia mara 3 au mara 7. Hiyo ni law of money. Unapotoa fedha kwa upendo, pale umekutana na mtu ni homeless au mtu yuko kwenye uhitaji, ukatoa pesa, alafu kwa moyo uliokunjuka, pale si tu umetoa sadaka, pale ni kama pia umewekeza, maana itakurudia mara 3. Yani fedha iko hivyo. Kwa hiyo mtu anayewekeza, anawekeza bila hofu, anatoa pesa, anaweka kwenye miradi akiwa amekunjua moyo, ile miradi inamrejeshea. Iko hivyo. Huyo ni mtu ambaye tayari ameanza kuelewa fedha ambavyo ina work. Huyo ni mtu ambaye anaelewa, nikiwa ndani yangu naamini mimi ni abundant. Ukianza kuamini ndani yako I am abundant, mimi nina wingi, wingi nina ustahili, naweza kuishi wingi. Ukianza kuelewa kwamba fedha si tu kitu kiovu, inategemeana na wewe ulivyokaa, jinsi ambavyo utaitumia. Umeanza kuelewa kuhusu fedha. Fedha nimetangulia kusema iko kiroho, itakuijiria. Hapa ni umemaster, ni level ya kumaster pesa. Unaelewa mifumo ya fedha inavyo work, unaelewa benki inavyofanya kazi, unaelewa wanaoshikilia uchumi pengine kwenye dunia ni wakina nani. Iko hivyo. Na ukielewa wanaoshikilia uchumi kwenye dunia ni wakina nani, itakuondoa kuwa chini ya utumwa wao. Iko hivyo. Utaelewa jinsi mifumo inavyofanya kazi. Ukielewa mifumo inavyofanya kazi, au ushindani na mifumo iliyopo kwa kwenda kuitukana, kwa kuiponda mawe, kwa kuandamana. Hapana. Huko ni kupoteza muda, huko ni kuipa attention yako mifumo, ni kuipa nguvu yako mifumo. Na ukiipa nguvu, inakuwa na nguvu juu yako. Kushindana na mifumo iliyopo, kushindana na mifumo ambayo inatu abuse, si kwa kwenda kupigana nayo, si kwa kuandamana, si kwa kuitukana mtandaoni, ni kwa kutengeneza mifumo yako. Ukielewa pesa inavyozunguka, itakutengenezea mazingira ya wewe kutengeneza mizunguko ya fedha kwako wewe mwenyewe. Na ukitengeneza mifumo ya pesa, ukiunderstand the game, itakupandisha level ya 5, level ambayo ndio ndoto ya wengi, level ya uhuru kiuchumi. Hapa sasa ni umeshakuwa na miradi yako, pesa yako ina grow, unaelewa mizunguko ya fedha. Kwa hiyo fedha sio kitu ambacho kina kutumikisha tena. Wewe ni bwana wa hiyo fedha, wewe ni ambaye una control hiyo fedha. Kwa hiyo umekuwa huru. Hapa ndipo ambapo unaweza kuwa muda wowote, popote unapotaka, kufanya chochote ambacho unachotaka, kununua chochote unachotaka. Hapa ni umekuwa financially free. Iko hivyo. Na hapa ni kwa ufupi tu. Fedha ni zaidi ya hapa ambavyo nimeelezea. Hapa nimeelezea kwa ufupi kile ambacho nakifahamu, na yopo hii itakuwa na msaada kwangu nikija kusikiliza, na itakuwa na msaada kwa mwingine akija pia kusikiliza. In the name of Yeshua,
na manifest hii kuwa key kwa mwingine, kumfungulia kutoka kiwango kimoja kwenda kingine. Na without saying many things, I share over